Ni saa 7 mchana na baadhi ya taarifa tulizokuandalia ndani ya Tajriba TV mchana wa leo. Kiongozi wa taifa amezuru eneo la Ukambani, wakazi wa Makueni wapata nafuu, mbunge Mohamed Tubi wa eneo bunge la Isiolo Kusini afariki dunia. Hujambo na karibu, tuandamane kwa pamoja hadi tamati. Jina langu ni Emmanuel Kipchumba. Rais William Ruto amezuru eneo la Ukambani baada ya kuhitimisha ziara yake katika kaunti ya Nakuru pamoja na Kakamega mtawalia, ambapo amezidi kupigia debe nyumba za bei nafuu miongoni mwa miradi mingine muhimu. Carlton Mugodo ameandaa taarifa ifuatayo. Pia nasikia ile barabara ya kwenda Seikuru bado ni ya vumbi. Mgeni njoo mwenyeji apone. Ni siku ya pili ya ziara ya maendeleo ya Rais William Ruto katika eneo pana la Ukambani. Leo hii ikiwa ni zamu ya kaunti ya Kitui kumpokea kiongozi wa taifa. Mimi nimefika hapa leo kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya Kitui County pamoja na Mwingi pamoja na Kamuongo. Katika ziara hiyo rais hakusita kutoa ahadi chungu nzima kwa wakazi wa Kitui, ikiwemo ujenzi wa barabara, masoko na kuunganishwa kwa nguvu za umeme. Na tumewapatia pesa bilioni 1 ya kutengeneza hii barabara yenu kutoka hapa Kamuongo mpaka kule Kandwiwa. Aidha rais amewahakikishia wakazi wa Kitui kuwa wataramba utamu wa mradi wa nyumba za bei nafuu, masoko ya kisasa na mradi wa maji safi. Mimi nimekuja kuwaambia watu wa Kitui, serikali ya Kenya tumetoa 15 billion shillings kupitia kwa Housing Fund, ambayo sasa tutawajengea nyumba 6,000. Hii Kitui tumewapatia shilingi 2.3 billion pesa ya serikali kuunganisha wananchi 20,000 wapya kwa huduma ya stima. Vilevile rais alitoa hatimiliki takriban 15,000 kwa wakazi ili kusuluhisha swala la migogoro ya ardhi. Leo mimi nimekuja hapa na hatimiliki 15,000 ya watu wa hapa kwenu. Nikiripotia runinga ya Tajriba TV kutoka kaunti ya Kitui, mimi ni Carlton Mugodo. Shukran Mugodo kwa taarifa hiyo. Tuangazie kaunti ya Nakuru, ambapo uwanja wa Afraha katika kaunti ya Nakuru umekabidhiwa rasmi kwa Wizara ya Ulinzi KDF kwa ajili ya ukarabati mkubwa unaolenga kufanya ulingane na viwango vya kimataifa. Hafla ya makabidhiano hiyo imehudhuriwa na Waziri wa Ulinzi Soipan Tuya pamoja na viongozi mbalimbali wa serikali na kaunti, kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Hana Njuguna. Akizungumza katika hafla hiyo, Gitau Thabanja anayesimamia miradi ya maendeleo katika kaunti hiyo amesema ujenzi huu ni sehemu ya pili ya mradi mkubwa wa uboreshaji wa miundombinu ya michezo, huku akionyesha matumaini kuwa kukabidhiwa kwa uwanja huo kwa KDF kutaharakisha ukamilikaji wake. Unajua kwamba KDF ndio amefanya Kasarani, ndio amefanya hiyo renovation ya Nyayo Stadium, na tumeona amefanya kazi mzuri sana. Na uzuri wa KDF juu ile vile kazi wanafanyaga haraka, najua hii kazi wataifanya kwa haraka. Kwa upande wake, Waziri Kuria anayesimamia biashara na utalii amesema ukarabati wa uwanja huo utachochea ukuaji wa biashara na utalii katika jiji la Nakuru. Asante sana. Kwa majina ni Waziri Kuria, Waziri wa biashara, utalii na utamaduni katika Nakuru County, na sisi tunafurahi sana na tunaunga mkono hii stadium iweze kuisha, kwa sababu tutakapomaliza uwanja huu faida kubwa itakuwa kwa watu wa Nakuru ambao wanafanya biashara na pia wale wako katika idara ya utalii na pia hospitality generally. Hata hivyo, amekanusha madai kwamba eneo hilo litajengwa nyumba za bei nafuu. Amesema kuwa fedha zimetengwa takriban shilingi milioni 5 za marekebisho ya uwanja huo ambao unatarajiwa kuchukua takriban mwaka mmoja kukamilika. Hizi iko na watu kama 10,000 around 10,000. Juu sasa hizi tunaweka vitu zimekuja hapa, na tukishaweka tutajua sasa kiwango exactly, but is around 10,000. So yenye inajengwa hapa itaifanya ifike 15,000. And the international standard require you must have around 12 to 15,000. Mradi huo unatarajiwa kuifanya Nakuru kuwa kitovu cha michezo na matukio ya kimataifa nchini. Nikiripotia Tajriba TV, jina langu ni Hana Njuguna. Kongole mwanahabari wetu Hana kwa taarifa hiyo. Unazidi kusikiliza habari za Tajriba TV. Tusonge mbele katika masuala ya afya, ambapo wakazi wa kaunti ya Makueni wamepata nafuu kubwa katika sekta ya afya baada ya vituo viwili vya afya kuboreshwa katika wadi ya Mtito Andei. Vituo hivyo vya Ngiluni na Ndunguri vimekarabatiwa na kuwekwa vifaa vipya vya matibabu kwa gharama ya shilingi milioni 12 kupitia ushirikiano kati ya serikali ya kaunti ya Makueni na shirika la uhifadhi wa wanyamapori la Tsavo Trust. Diana Mukwana na taarifa hiyo kwa kina zaidi. Kizungumza wakati wa uzinduzi wa mradi huo, naibu gavana wa Makueni Lucy Mulili alisifu hatua hiyo akisema inaonyesha
kuonyesha ushirikiano mzuri kati ya mashirika ya uhifadhi na serikali ya kaunti katika kuboresha ustawi wa jamii zinazoishi karibu na maeneo ya hifadhi. Mulili alisema uboreshaji huo umeimarisha utoaji wa huduma za afya, hasa katika maeneo ambayo kwa muda mrefu yamekosa huduma bora za matibabu. Tumefanikiwa kukarabati kikafu dispensary ya Dhunguni kama mnavyoiona, na pia ya Ngiluni tuliweza upgrade in 2018, lakini tumeiweka vifaa. So kwa zote mbili tumeweza upgrade hizi facilities zote mbili na kuziweka vifaa, na tukisema vifaa ni vifaa vya kisasa. Hizi mkienda mtazikosa hata motito. Kwa upande wake Angeline Mwendwa, mkazi wa eneo hilo, alisema mradi huo utawasaidia kina mama wakati wa kujifungua, kwa kuwa sasa watapata huduma za afya karibu na makazi yao, tofauti na hapo awali walipolazimika kusafiri umbali mrefu. Nikapata daktari mzuri huko Ndunguni, akanisaidia, akanihudumia vizuri, akanipatia madawa. Tunahudumiwa vizuri. Uboreshaji wa vituo hivyo unatarajiwa kupunguza changamoto za kiafya zinazowakabili wakazi wa maeneo yanayopakana na mbuga ya wanyamapori ya Tsavo Magharibi, ambapo wakazi wamekuwa wakikumbwa na athari za wanyamapori kwa muda mrefu. Nikiripotia Tajriba TV, jina langu ni Diana Muhwana. Shukran Mukwana kwa taarifa hiyo. Wingu jeusi limegubika eneo bunge la Isiolo Kusini, eneo la Garbatula, baada ya mbunge wa eneo hilo kufariki mapema hapo jana, huku mazishi yake yameratibiwa hii leo. Hata hivyo, kiongozi huyo ameshabikiwa kwa maendeleo haswa katika sekta ya elimu. Habari hii utazidi kupokea zaidi mwendo wa saa 10 alasiri. Tuangazie sasa masuala ya elimu, ambapo walimu wa junior secondary school katika kaunti ya Kilifi wanaendelea kushinikiza tume ya kuajiri walimu TSE iweze kuwapa kandarasi za kudumu. Walimu hao wanasema wamechoshwa na mikataba ya muda na wanatishia kutorejea kazini endapo ombi lao halitashughulikiwa. Wilfred Yenko amezuru eneo hilo na kutujuza yanayojiri. We have a shortage of teachers in junior secondary, and these teachers have a lot of work that they are doing. Walimu wa JSS kaunti ya Kilifi wanaendelea kushinikiza tume ya kuajiri walimu TSC kuwapa kandarasi za kudumu, wakitishia kutorejea kazini mwaka ujao iwapo ombi lao halitashughulikiwa. Wameonya kuhusu hali hiyo huenda ikatatiza utekelezaji wa mtaala wa CBC hasa katika gredi ya 10, huku wakionya upungufu wa walimu wa JSS unazidi kuwa changamoto katika shule nyingi za sekondari msingi. We have a shortage of teachers in junior secondary, and these teachers have a lot of work that they are doing, but the amount of money they are given, they are being paid 17,000. This amount of money is not even enough to pay for their houses. Hata hivyo, shule za upili za serikali na kibinafsi wanajiandaa kupokea wanafunzi ili kuwezesha mpito wa gredi wa 9 hadi shule za sekondari andamizi. Kamishina wa kaunti ya Nairobi David Wanyonyi, ambaye alifungua rasmi shule ya upili ya Kawangware, alisema mali za serikali zinatosha, akishukuru shule katika sekta za kibinafsi ambazo zinaondoa shinikizo kwa shule za umma kuchukua wanafunzi zaidi katika mazingira mazuri ya kujifunzia. So every CDF committee got 58 million, and the same money was used to make sure that the facilities, that is classrooms and desks, are available. I can assure you that we are far much prepared and all will go without any problem. Nikiripotia runinga ya Tajriba, jina langu ni Wilfred Yenko. Shukran Yenko kwa taarifa hiyo. Msikilizaji, kumbuka uwekezaji kwenye akili ni faida ya kudumu. Kufikia hapo nahitimisha habari za Tajriba TV awamu ya saa 7 mchana. Mimi ni Emmanuel Kipchumba na kutakia siku njema.